zimechanganyikana. Mama ana uchungu wa kumpoteza mmewe. Watoto wa kupoteza baba yao. Kanisa kupoteza mchungaji. Jimbo na parokia kupoteza mhubiri. Mimi nina uchungu wa kibinafsi. Ukipata mtu anaomboleza mtoto wake mkubwa, wakati mwingine utasema, kwa nini mbona nafikiria aliokoka analiaje? Swali kubwa linabaki moyoni mwake. Nani ataelezea kwa nini nina mvi kwa kichwa? Mara mtoto mkubwa anazeeka na wazazi. Na ukipata umebaki na wale wachanga. Watu wanasema, huyu ni msena na mtoto mdogo hivi. Wakati mwingine ukisikia hilo utalia machozi. Maana ulimzika mwanaume mwenye ndevu. Uchungu wa moyo wangu. Huyu ni tunda la wokovu na injili niliyoileta. Nimepoteza tunda. Wakati ninaomba Mungu asubuhi ya leo, Bwana aliniambia katika mkutano huu, maana maandiko inasema kuna matumaini mtu uchapokatwa. Maana utachipuka tena. Na machipuka atakuwa ni makubwa. Hapo kwa viwanja hivi kuna machipuko yanaenda kutokea. Huyu alikuwa ni shujaa wa injili. Hakupembeleza na mapepo, wala kupembeleza masuala kuhubiri injili. Amen. Nihubiri na nitakapoomba nitakuwa natoa mwaliko. Kuna watu katika viwanja hivi ambao wanaweza kuchipuka. Nimehubiri Kuria, huu ni mwaka wa 42. Mara kwanza nilihubiri 1984. Na hata jioni hii, na hata nina matumaini ya kwamba mbegu zitachipuka. Sasa watoto wangu wa kiroho, kama mko hapa, sitahubiri mwenyewe. Kama ukisikia kimecheza ndani yako, kiwanja amejenga madhabahu yako hapa. Amen. Ruhusu nisome neno la Mungu. Ilikuja pamoja nami na mchungaji wangu. Kijana yangu nimemzaa kiroho pia. Ukisikia kimewaka, achana na simu. Hapa tunapiga kichapo. Hapa bunduki nasema ilipuke.